Mtakatifu, Mungu wa mbinguni, angalia tumejifunza somo lako linatufundisha tuwe washindi. Ukatusaidia Mungu wa mbinguni tuweze kuwa washindi katika neno lako. Ukatuongoze kwa jina lako Yesu. Amina. Amina. Haya, asante. Basi watoto mnaweza mkaketi. Lakini kama mnataka kusinzia, usingizi ukushika, we lala tu, maana sisi somo letu limeisha. Sasa watu wakubwa, karibuni sana kwa ajili ya ibada hii ya mchana wa leo. Ninatamani wote tushiriki pamoja mbaraka huu ambao Mungu wetu ameuandaa kwa ajili ya neno lake, na tuombe. Mungu wetu mtakatifu uishie milele, tunakuja kwa ajili ya kujifunza neno lako mchana huu. Tunaomba ukawe pamoja nasi katika jina la Yesu. Amina. Leo tumeimba wimbo namba 158 unaosema umwendo gani nyumbani. Wimbo huu umetungwa, inasemekana watu wawili walihusika kutunga, ila kwa nyakati tofauti. Japo kuwa mmoja anahesabika kwamba alitunga, wa kwanza anaitwa Fan J, ambaye alizaliwa mwaka 1820, lakini inasemekana aliutunga wimbo huu mwaka 1877. Ila mwingine anasemekana aliyetunga anaitwa Anie, ambaye aliutunga mwaka 1853. Lakini lengo lao lilikuwa ni ngapi? Lilikuwa ni moja. Sasa mimi nataka nichukue ile ya Fani. Yeye alipokuwa anatunga huu wimbo, na inasemekana kihistoria ameandika zaidi ya nyimbo 800 ambazo zimekuwa ni nyimbo maalum za kutia moyo watu waliokuwa wakiziimba. Zimekuwa zikiwatia moyo sana, lakini zimekuwa ni nyimbo za kuabudu, lakini zimekuwa ni nyimbo za faraja. Hasa Fani alipofikisha alipofikisha miezi 6 baada ya kuzaliwa, alianza kuwa na tatizo la kutokuona vizuri. Alizaliwa akiwa anaona miezi 6, nafikiri miezi 3 mtoto ukimfanya hivi utaona anaona vizuri. Lakini alipofikisha miezi 6 aliingiwa na tatizo la kutokuona vizuri. Naye alipokuwa mtu mzima, wakati anatunga wimbo huu, alikuwa na maneno aliyokuwa akipenda kuyatamka. Alikuwa anasema ningezaliwa tena mara ya pili. Anasema huo umri niliokuwa nao, light kama ningezaliwa tena. Sema tena. Ningezaliwa tena, ningeomba nibaki kuwa kipofu. Halo? Yaani angezaliwa tena, asingetamani kwamba aone. Anasema ningezaliwa tena kwa mara nyingine, nilitamani tena niwe kipofu, ila nimuone Yesu. Bwana asifiwe. Amina. Kuona macho hivi hakumaanishi umemuona Yesu kiroho. Yeye alimuona Yesu kiroho, maana hakumuona hivi kwa macho, lakini alimuona Yesu kiroho. Na hata waliomuona Yesu kipindi cha Yesu yuko katika ulimwengu huu, hata wale waliomuona Yesu si kwamba wote walikubaliana naye. Wengine walimuona Yesu lakini hawakukubaliana naye, ila wengine walimuona Yesu katika mioyo yao na wakakubaliana naye. Bwana asifiwe. Na hata wewe leo ninajua unamuona Yesu katika moyo wako, na ndio maana umekubaliana naye. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sasa tunataka tupate historia kidogo kupitia wimbo huu. Mimi mwenyewe wimbo huu unanigusa na ninaupenda sana, na ninapenda sana nimuone Yesu katika moyo wangu, na nikuombee iwe hitaji lako pia kumuona Yesu katika moyo wako. Na mchana wa leo niwakaribishe katika somo ambalo tutajifunza mchana wa leo, linalosema maumivu ya kuishi ugenini. Maumivu ya kuishi ugenini. Ugenini ni eneo ambalo inawezekana hukuzaliwa sehemu ile, lakini ulitoka mahala fulani ukahamia pale. Sasa upo wakati ambapo watatakiwa mwenyeji ambaye amezaliwa katika eneo hilo. Kwa hiyo wewe utaonekana sio mwenyeji kwa sababu kuzaliwa pale, hauna uraia. Inawezekana mtu akazaliwa nchi nyingine akaja Tanzania, huyo ni mgeni.
na anaweza kaomba kabisa akaomba uraia, awe raia wa Tanzania, lakini bado ataonekana bado ni mgeni. Uraia wa kuja tu, amekuwa raia lakini si mzaliwa. Lakini ugenini bado ni mahali ambapo sio nyumbani. Bwana asifiwe. Sio mahala ambapo ni nyumbani. Ugenini lazima utakuwa hauna haki tu, maana nyumbani ni mtu anakuwa na haki. Ugenini unaweza usiwe na haki, lakini ugenini unaweza usiwe huru. Naweza usiwe huru, maana uhuru wako unakufunga, maana sio eneo la nyumbani kwenu. Sasa tunapoangalia habari ya ugenini, yapo maumivu ambayo tunayapata tunapokuwa ugenini. Ugenini unaweza ukapata mateso. Tusome kile kitabu cha Mwanzo sura ile ya 39 na ule mstari, tutaanza mstari wa kwanza twende mpaka ule wa 20. Ugenini unaweza kuonewa. Tuangalie kipengele hicho. Ugenini unaweza ukaonewa kwa sababu hakuna wa kukutetea, na hata kama atakuwepo kukutetea, bado hautakuwa na haki sawasawa na mzaliwa, hautakuwa na haki sawasawa na mwenyeji. Ugenini unaweza kuonewa. Mwanzo sura ya 39 na ule mstari wa kwanza mpaka ule wa 20. Soma hapo. Neno la Bwana linasema, basi Yusufu akaletwa mpaka Misri. Basi Yusufu aliponunuliwa na Waishmaeli akaletwa mpaka Misri. Naye Potifa akida wa Farao, ndio mkuu wa askari, ndio mtu wa Misri, ndio akamnunua mikononi mwa hao Waishmaeli, waliomleta huko. Ndio Bwana akawa pamoja na Yusufu. Naye akastawi. Naye alikuwa katika nyumba ya bwana wake, ndio yule Misri. Bwana wake akaona ya kwamba Bwana yu pamoja naye, na ya kuwa Bwana anafanikisha mambo yote mikononi mwake. Na ya kuwa Bwana anafanikisha mambo yake kwa sababu ya Yusufu. Ndio Yusufu akaona neema machoni pake. Akamtumikia. Naye akamweka awe msimamizi juu ya nyumba yake. Kuwa msimamizi juu ya nyumba yake. Na yote yaliyomo akayaweka mikononi mwake. Na yote yaliyokuwa kwake huyo mfalme yakawa mikononi mwa Yusufu. Kwa sababu gani? Kwa sababu aliendelea kufanikiwa baada ya kumwamini Yusufu. Leo tunaishi na watu wengi kwenye familia zetu, tunakaa na watu wengi. Hivi unajuaje kwamba maendeleo unayoyapata ni kwa sababu ya yule unayekaa naye? Unaaminije kwamba ile nyumba ulijenga kwa sababu ya nafasi uliyoipata, kwa sababu ya kumkaribisha mtu fulani kukaa kwenye familia yako? Ni kwa sababu ya mtu fulani ambaye ulimpokea akawa anaishi nyumbani kwako. Pengine alikuwa ni mtumishi wa nyumbani, anatumika kama mtumishi tu wa nyumbani, au sigelo au usiboi, lakini unapata mafanikio kwa sababu yeye yuko katika nyumba yako. Endelea. Ikawa tokea wakati alipomweka awe msimamizi juu ya nyumba yake, na vyote vilivyomo, ndio Bwana akabariki nyumba ya yule Misri. Kwa ajili ya Yusufu. Wewe leo umebarikiwa vingapi kwa ajili ya mtu mwingine? Nini ulichobarikiwa nacho kwa sababu ulikaribisha mtu fulani kukaa kwenye familia yako? Nini ulichobarikiwa nacho kwa sababu hausigelo uliishi naye nyumbani kwako vizuri? Nini ulichobarikiwa kwa sababu hausiboi ulikaa naye nyumbani? Nini ulichobarikiwa kwa sababu wafanyakazi wako wa shambani, wafanyakazi wako wa eneo fulani, wa dukani, wa sokoni huko, ulibarikiwa na nini baada ya kuishi nao nyumbani? Nini ulichobarikiwa nacho? Sasa nasema kwamba yule bwana akabarikiwa kwa sababu alikaa na Yusufu nyumbani mwake. Bwana asifiwe. Amina. Ndio. Baraka wa Bwana ukawa juu ya vyote. Baraka wa Bwana ukawa juu yao, katika nyumba na katika shamba. Ndio. Akayaacha yote aliyokuwa nayo mkononi mwa Yusufu. Ndio. Wala hakujua habari za kitu chochote chake. Ila hicho chakula alichokula tu. Ndio. Naye Yusufu alikuwa mtu mzuri. Na mwenye uso mzuri. Ikawa baada ya mambo hayo,
mke wa bwana wake, ikawa baada ya mambo hayo mke wa bwana wake akamtamani Yusufu. Akamwambia la. Ndio. Akamwambia lala nami. Akamwambia lala nami. Lakini Yusufu akakataa. Akamwambia mke wa bwana wake, tazama, bwana wangu hajui kitu kilichowekwa kwangu nyumbani. Ndio. Na vyote alivyo navyo amevitia mkononi mwangu. Ndio. Hakuna mkuu katika nyumba hii kuliko mimi. Hakuna mkuu aliyewekwa hapa tofauti na mimi. Hakuna mkuu aliye mkuu zaidi kuliko mimi. Hayupo. Wala hakunizuilia kitu chochote. Wala bwana wangu hakunizuilia. Anamjibu mke wa bwana wake, anamwambia wala hajanizuilia vitu vyote kwenye familia hii. Ila wewe peke yako ndiyo amenizuia. Kwa kuwa wewe mkewe. Kwa kuwa wewe ni mke wake. Nifanyeje ubaya huu mkubwa nikamkose Mungu? Nifanye nini ubaya huu nikamkose Mungu? Ndio. Akawa akizidi kusema na Yusufu. Kila mara akawa anazidi kusema. Siku baada ya siku. Lakini wala hakumsikia. Alale naye. Ndio. Wala aongee naye. Ndio. Ikawa siku moja akaingia nyumbani atende kazi yake. Ikawa siku moja akaingia nyumbani atende kazi yake. Wala hapakuwa na mtu pale nyumbani. Humo ndani. Huyo mwanamke akamshika nguo zake. Huyo mwanamke akashika nguo za Yusufu. Akisema lala nami. Yusufu akaiacha nguo yake mkononi mwake. Yusufu akaiacha nguo mikononi mwake. Akakimbia akatoka nje. Akakimbia akaenda nje. Ikawa alipoona hivyo amemwachilia nguo yake mkononi mwake. Naye amekimbia nje. Naye Yusufu amekimbia nje. Akawaita watu wa nyumbani mwake akasema nao akinena, angalieni, ametuletea mtu Mwebrania. Akapiga kelele kuambia watu wa nyumbani pale kwamba angalieni, njoni muone, sikieni, ametuletea mtu Mwebrania. Atufanyie dhihaka. Ameingia kwangu ili alale nami. Nikalia kwa sauti kuu, hata ninyi mmesikia. Nimelia kwa sauti kuu, anasema yule mama. Ikawa aliposikia ya kuwa nimepaza sauti yangu. Aliposikia nimepiga sauti, aliacha nguo yake, na nguo ni hii. Akakimbia. Basi akaiweka ile nguo kwake hata bwana wake aje nyumbani. Ile nguo ili bwana wake aje aione. Naye akamwambia kama maneno hayo. Akasema, yule mtumwa Mwebrania uliyemleta kwetu aliingia kwangu anizihaki. Yule mama anamwambia yule bwana wake kwamba bwana, yule mtumwa Mwebrania uliyemleta hapa ameingia chumbani kwangu anidhihaki. Ikawa nilipopaza sauti akakimbia. Akaacha nguo yake kwangu akakimbia nje. Ikawa bwana wake aliposikia maneno ya mkewe aliyomwambia, akasema, mtumwa wako amenitenda mambo kama haya. Ndio. Hasira ya bwana wake ikawaka. Bwana wake akamtwaa Yusufu akamtia gerezani. Ndio. Mahali walipofungwa wafungwa wa mfalme. Naye akawamo humo gerezani. Yusufu akawekwa gerezani, mahala ambapo wafungwa wa mfalme wamefungwa katika gereza hilo. Kwa nini? Kwa sababu alisimama na msimamo, anasema nitafanyaje uovu huu nimkosee Mungu? Na bwana wangu ameniweka kuwa mkuu, hakuna mwingine aliye mkuu kama mimi. Nikisema fanya hivi wanafanya, maana wote wako chini yangu. Sasa kwa nini mama unalazimisha nifanye hivi? Na baada tu ya kukatana kimbia nje, yule mama anapiga kelele, halafu Yusufu anashtakiwa, anakuja kushtakiwa kwa mme kwamba huyu nilipopiga kelele alikimbia. Bwana wake akachukua huyo Mwebrania akamweka gerezani kwa sababu ya ugeni.
akawekwa gerezani na hakuwepo mtu wa kumtetea. Ugenini unaweza ukapata maumivu mbalimbali. Ugenini unaweza kuonewa. Uko kwenye haki, lakini kwa sababu uko ugenini hauwezi kuwa na haki. Mambo ya ugenini, kile kitabu cha Kutoka sura ile ya kwanza ule mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 11, tunaweza kuona namna gani tunavyoingia kwenye mateso tukiwa ugenini. Na unapokuwa unasikia somo hili, anza kutafakari kwamba hivi mimi ugenini kwangu ni wapi? Na nyumbani kwangu ni wapi? Ni wapi nyumbani kwangu? Ni wapi ugenini kwangu? Unapata haki wapi unapokuwa ugenini au unapokuwa nyumbani? Anza kutafakari. Ugenini pia unaweza ukapata mateso ambayo sio haki yako, lakini kwa sababu ni ugenini unaweza ukashiriki mateso yasiyokuhusu. Soma hicho kitabu cha Kutoka sura ya kwanza na ule mstari wa 7 mpaka ule wa 11. Neno la Bwana linasema, na wana wa Israeli walikuwa na uzazi sana. Na wana wa Israeli walikuwa na uzazi sana. Na kuongezeka mno. Na kuzidi kuwa wengi. Nao wakaendelea na kuongezeka nguvu. Na ile nchi ilikuwa imejawa na wao. Pale Gosheni ambapo wana wa Israeli walikuwa wanaishi pale. Wana wa Israeli walikuwa wanazaliana sana na walikuwa na nguvu. Walikuwa na nguvu ya kufanya kazi zote. Sasa wakazidi kuwa wengi sana. Alafu basi akainuka mfalme mpya kutawala Misri. Asiyemjua Yusufu. Na ukao ukijua kule Misri hapakuwa nyumbani kwao wana wa Israeli. Nyumbani kwao ilikuwa ni Kanaani. Lakini walikwenda kule baada ya kuhamishwa. Walihamishwa na Yusufu, familia nzima ilihamishwa ya mzee Yakobo, yote ikahamishiwa kule. Sasa yule Farao akafa, akainuka Farao mwingine asiyemjua Yusufu, maana hata Yusufu wakati huo alikutwa amekufa. Sasa baada ya hapo ndipo wana wa Israeli walipokuwa kizidi kuwa wengi na wana nguvu, sheria ikatoka, maelekezo yakatoka. Endelea hapo. Akawaambia watu wake, angalieni watu wa wana wa Israeli ni wengi. Angalia hawa wana wa Israeli ni wengi sana. Tena wana nguvu kuliko sisi. Haya, na tuwatendee kwa akili. Wasije wakaongezeka. Tena ikitokea vita, wao nao wasije wakashikamana na adui zetu na kupigana nasi. Ikitokea vita, wasije wakakaa upande wa adui wakapigana nasi, watatushinda, maana wana nguvu sana. Na kutoka katika nchi hii. Ndio. Basi wakaweka wasimamizi juu yao. Wawatese kwa mizigo yao. Wakaweka wasimamizi katikati yao wawatese kwa mizigo. Kwa sababu ilikuwa ni nchi ya ugeni, lazima mateso yaje ugenini. Nao wakamjengea Farao miji ya kuwekea akiba. Komea tu hapo. Wakaanza kuteswa kwa sababu sio nyumbani kwao, ni ugenini. Kwa hiyo unapokuwa ugenini lazima ukubaliane na mateso. Ugenini hakuna haki, ugenini hakuna amani, ugenini hakuna faraja, maana ni ugenini. Nyumbani ndipo kuliko na faraja, nyumbani ndiko kuliko na amani, sio ugenini. Sasa wakatengenezewa mpango wa mateso na wakaanza ujenzi wa kumjengea Farao. Kila shughuli iliyokuwa inafanywa ilikuwa ni ngumu mno, lakini lengo wasije wakaendelea kustawi na kuzaliana. Ni kwa sababu walikuwa na nguvu na hawakuwa na haki, kwa sababu waliishi ugenini. Maumivu ya kuishi ugenini. Ni maumivu gani leo wewe unayapata unapokuwa ugenini? Unapatwa na maumivu gani leo unapokuwa ugenini? Kitabu kile cha Danieli sura ile ya kwanza na ule mstari wa 3, tutakwenda mpaka mstari ule wa 8. Ugenini pia unaweza ukabadilishiwa jina. Leo ulikuwa unaitwa Emmanueli, lakini kwa sababu ya ugenini ukabadilishiwa jina, wakakuita jina wanalotaka wao kwa manufaa yao. Hayo ni mambo ya ugenini, na wala huwezi kuzuia, kwa sababu uko ugenini. Hauna haki, hauwezi kukataa.
na ni kwa sababu ni jina, huwezi kulikataa, maana wamekuita na uko ugenini, na ukikataa unashtakiwa. Kwa nini unakataa jina ulilopewa? Ugenini unaweza ukabadilishiwa mfumo wako wa maisha, maana uko ugenini. Unaweza ukabadilishiwa kila wanachotaka wao, maana uko ugenini. Kitabu kile cha Danieli sura ya 1 mstari wa 3, twende mpaka ule mstari wa 8. Danieli 1 mstari wa 3. Ndio anasema, Mfalme akawaambia Ashpenazi, ndio mkuu wa matowashi wake, ndio awalete baadhi ya wana wa Israeli wa uzao wa kifalme, ndio na wa uzao wa kiungwana, ndio vijana wasio na mawaa, wazuri wa uso, wajuzi wa hekima, ndio werevu kwa sababu ya maarifa yao, wenye kufahamu elimu, watakaoweza kusimama katika jumba la ufalme. Ndio tena aliwaambia awafundishe elimu ya Wakaldayo. Tena aliwaambia watakapoletwa wale vijana wa Ebrania wafundishwe elimu ya Kikaldayo. Halo? Wafundishwe elimu ya Wakaldayo. Jambo la kwanza unapokuwa ugenini, wanapotaka wewe wakuingize kuwa mmoja wao, wanatamani wakupatie utamaduni wao uelewe. Sasa wanasema wale vijana wafundishwe elimu ya Kikaldayo, alafu na lugha yao. Lazima wanatamani ujifunze lugha yao, ili mambo yao wanataka yaende, kwa sababu wakizungumza na wewe mnaelewana. Wewe ukizungumza wanakuelewa, na wao wakizungumza unawaelewa. Ugenini vyovyote watakavyotaka wanaweza kufanya, maana wewe ni mgeni. Sasa wakawaambia wawafundishe lugha, wawafundishe tamaduni. Alafu huyo mfalme akawaagizia posho ya chakula. Huyo mfalme akaagiza posho ya chakula na ya divai aliyokunywa. Akaagiza walishwe hivyo muda wa miaka 3. Akaagiza walishwe hivyo. Jambo linalofuata ni kuandaliwa kutumia chakula, ili kwamba hatimaye wasimame mbele ya mfalme. Ili wasimame mbele ya mfalme unaandaliwa kutumia chakula. Yaani kile kama kulikuwa na chakula ambacho umekiweka kwamba sasa sisi bwana huwa hatutumii chakula hiki, unaambiwa utatumia chakula hiki ili uketi kwa mfalme. Utatumia chakula hiki, utakunywa kinywaji hiki, utafanya 1 2 3. Yaani maana yake wanataka ushirika, mshirikiane pamoja nao. Hata kile chakula kisichofaa ambacho wewe tangu kuzaliwa unajua hiki chakula ni najisi, huwa situmii, lakini wanakushirikisha uko mbele ya mfalme. Wanadhani utaona aibu kwamba sasa anawezaje kukataa na atashiriki chakula cha mfalme. Wanakuandaa kisaikolojia, wanakuandaa kiafya. Basi katika hao waliokuwapo baadhi ya wana wa Yuda, ndio Danieli alikuwepo, Danieli na Hanania na Mishaeli na Azaria. Mkuu wa matowashi akawapa majina. Sikiliza, jambo lingine linalofanyika ni kubadilishiwa majina. Kwa nini wanabadilisha majina? Wana maana, tuangalia hapo mbele. Ni kubadilishiwa majina, yaani maana yake ile jina ulilokuwa nalo linabadilishwa. Kama lilikuwa ni jina lenye sifa za Mungu, sifa za uumbaji, ushirika wa Mungu, wanakubadilishia jina, wanaweka sifa zile ambazo wanaona wao zinafaa. Kwa hiyo ugenini unaweza ukabadilishiwa jina. Alimuita Danieli akabadilishiwa jina Belteshaza. Akaitwa Belteshaza. Danieli akabadilishwa jina akaitwa Belteshaza. Yaani maana yake Beli, maana yake ni Mungu mkuu wa Babeli. Akaambiwa sasa wewe utaitwa Mungu mkuu wa Babeli. Nini maana yake? Maana yake wanataka kumleta kwa miungu yao ya Babeli. Jambo la kwanza ni kubadilisha jina. Na leo ninashangaa watu wanaita tu majina pasipo kujua kwamba huyu nimemuita Belishaza, maana yake unaijua? Mungu mkuu wa miungu ya Babeli. Danieli akaitwa Belishaza. Ili mambo yaende lazima ubadilishiwe utambulisho. Halo? Yes.
lazima ubadilishiwe utambulisho. Wewe ulikuwa mwaminifu, lazima utengenezwe kutokuwa mwaminifu, kuanzia kwa jina, maana jina likiitwa miungu wale wanasimama kwa ajili ya kusifu. Hasa akaitwa ni Mungu wa Beli, Mungu mkuu wa Babeli. Alafu na Anania akamwita Shadraka. Anania akaitwa Shadraka, ambaye ni Mungu aliye chini, Mungu aliye chini ya Wababeli. Yaani yeye maana yake yuko chini ya usimamizi wake ni Wababeli, hakuna Mungu mwingine. Yale majina yao kwa pamoja na kwamba ilikuwa ina sifa ya kumsifu Mungu wa mbinguni, wakaondolewa, wanabadilisha, wanataka wabadilishe maana yake. Anania wanasema maana yake ni Mungu ambaye yuko chini ya Mungu wa Babeli. Alafu na Meshaki akamwita Meshaki. Meshaki akaitwa nani? Meshaki. Meshaeli akaitwa Meshaki. Na mwingine na Azaria akamwita Abednego. Na Azaria akaitwa Abednego, mtumishi wa Nebo, Mungu wa hekima wa Wababeli. Ugenini unaweza ukabadilishiwa jina, lakini uwe makini kujua jina hilo linamsifu nani. Na leo ninashangaa watu wanasimama wanasema huyu nimemuita Abednego kuanzia leo. Unajua maana yake? Ni vizuri kuangalia historia ya majina. Yaani maana yake ni Mungu wa hekima wa Babeli. Walijua wakisha badilisha majina wanaondoa utambulisho wao. Mchana wa leo, kwa nini unataka uondoe utambulisho wako? Kwa nini uondoe utambulisho wako? Wanajua tukiwaita majina watajihesabia kwamba hawa wao ni raia wa Babeli. Watajihesabia sisi ni raia wa Babeli, kwa hiyo tuna haki zote. Na hata hivyo walipewa nafasi kubwa katika serikali hiyo. Maana yake wakajihesabia kwamba sisi tuna haki zote. Kwa nini tuna haki zote? Hata majina yetu yanatambulisha kwamba sisi tuna haki zote. Maana yake mimi ni Belshaza, mwingine anasema mimi ni Meshaki, mwingine anasema mimi ni Abednego. Wote tuna haki kwa majina, tumekuwa raia. Hata hivyo majina yetu yamebadilishwa. Ugenini unaweza ukabadilishwa majina. Kwa nini walibadilisha? Ili waendelee kuitukuza miungu yao, na pasipo kufanya hivyo wasingekubaliana na kutukuza miungu. Lakini kwa sababu walibadilishiwa majina, ndipo walitegemea wataitukuza miungu. Lakini sikiliza habari ya leo, sikilizeni. Hata baada ya kubadilishiwa majina, hawakubadilisha mioyo yao. Bwana asifiwe. Hawakubadilisha mioyo yao. Na kwa sababu jina huwezi kulikataa. Wamekuita, huwezi kusema ukiitwa unaitwa bwana wewe Shadraka, huwezi Shadraka lenyewe litoke kwangu. Hauwezi kukataa kwa sababu ni jina unaloitwa. Wanakuita, maana yake umenyamaza. Inawezekana pia walikuwa wanaitika, lakini waliitwa majina ila mioyo yao haikubadilika. Bwana asifiwe. Na wewe mchana wa leo, hata kama utakuwa nchi ya ugeni, kwenye dunia hii ni ugenini, maana hapa sio kwetu. Bwana asifiwe. Hapa sisi ni wageni, tunapita. Yapo mambo mengi watakayotupatia wakazi wa dunia hii. Wewe hata kama itakulazimu, ila moyo wako usibadilike. Kitabu kile cha Warumi sura ya 12 na ule mstari wa 2. Tunapoelekea mwisho, endelea kutafakari kwamba ni nini ambacho dunia hii ilinishirikisha nifanye, na nikafanya na nikabadilika. Lakini mchana wa leo nakupa wito, usikubali kubadilisha moyo wako. Hata kama wamekuita jina la kukufanya wewe mkazi wa dunia hii, wewe usikubali kubadilisha moyo wako. Hata kama ulitendewa namna gani, wanataka wamekupatia chakula ambacho wanataka waonekane huko pamoja nao, kukuunganisha kuwa pamoja na wakazi wa dunia. Wewe moyo wako wala usibadilike. Simama na msimamo wa moyo wako. Bwana asifiwe. Warumi sura ya 12 na ule mstari wa 2. Mstari wa 2, neno la Bwana linasema, ndio, wala msifuatishe namna ya dunia hii. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kuwa, tarudia. Wala msifuatishe namna ya dunia hii. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu.
bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Msifuatishe namna ya dunia hii. Wapendwa, namna ya dunia hii iko nyingi mno. Namna ya dunia ina namna yake katika kula, ina namna yake inavyokula namna ya dunia hii. Lakini namna ya dunia hii ina namna yake, namna ya kuzungumza. Dunia hii, wakazi wa dunia hii wana namna yake ya kuzungumza. Biblia inasema wala msifuatishe namna ya dunia hii katika kula, wala msifuatishe namna ya dunia hii katika kunywa matendo yenu, wala msifuatishe namna ya dunia hii. Maana dunia hii ina matendo mengi ya aina mbalimbali, na wanaweza kukushirikisha katika matendo ya dunia hii. Wanataka waone utambulisho, kuondoa utambulisho wako, na baada ya hapo wanasema mbona huyu tulikuwa naye mahala fulani tukila naye, mbona huyu tulikuwa naye mahala fulani tukinywa naye, mara huyu tulikuwa naye, tulikuwa tunazungumza naye sehemu fulani, mbona sehemu fulani tulishiriki pamoja naye, kwa mbona mnasema huyu ni Mwadventista Msabato, mbona tulikuwa naye. Wanakuondolea utambulisho wako. Inasema wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe upya nia zenu. Hata ukiona dunia hii inafanya mambo mbalimbali yasiyomtukuza Mungu, achana nayo. Bwana asifiwe. Amina. Malizia hilo fungu. Mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema. Mpate kujua mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Ya kumpendeza na ukamilifu. Mchana wa leo ni wangapi wanatamani, pamoja na kwamba hapa na changamoto nyingi zinakuja katika dunia hii, wakazi wa dunia hii, watu tunaoishi nao, jamii tunayoishi nayo inataka tuongozane nayo katika matendo yasiyofaa. Ni wangapi wanasema mimi siwezi kubadilisha utambulisho wangu? Wangapi wanatamani wasibadilishe utambulisho wao? Simameni wapendwa. Simameni tunapoenda kuhitimisha. Simameni wote tunapokwenda kuhitimisha mchana huu wa leo. Katikati yetu inawezekana wapo watu ambao tumeshiriki nao ibada ya mchana huu wa leo, lakini sio Waadventista wa Sabato, na inawezekana hawajawahi kuwa washiriki. Inawezekana hawajawahi kabisa kuingia kwenye kanisa hili. Inawezekana hawajawahi kushiriki nasi ibada, lakini leo wamekuja kututembelea na wanatamani kumpokea Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yao. Wanatamani kuwa washiriki na wa kanisa hili kwa sababu wamejifunza, wameelewa, wanatamani kuwa miongoni mwetu. Ni watu wangapi wanatamani kumpokea Yesu mchana wa leo? Imba ile beti ya mwisho 158. Mwimbishaji karibu. Wakati tunaendelea kuhitimisha ibada hii, tutakuwa tunaimba wimbo ule wa namba 158 na ule ubeti ule wa mwisho, sio mbali na nyumbani. Sio mbali na nyumbani. Endelea kutafakari. Endelea kutafakari. Ninajua katika dunia hii ni ugenini, sio kwetu. Tunapita. Ni mambo mangapi unapitia maumivu katika dunia hii, na wewe unatamani kwenda nyumbani. Ni mangapi unayopitia nyumbani? Hapa hakuna amani. Hapa kwenye hii dunia hakuna amani. Nyumbani ndio kuna amani. Ugenini hapa hakuna amani wala hakuna haki, maana tuko ugenini. Na utatamani utendewe haki, basi utatamani wakufanyie hili, kwa sababu uko kwenye dunia hii hawatakufanyia. Na wakati mwingine utakwenda kushitaki, unataka haki na wasikupe haki, maana hapa ni ugenini. Unawezaje kupewa haki ugenini? Haki iko nyumbani. Tuimbe wimbo ule wa namba 158 na ile beti ile ya mwisho. Karata mjiani la tupo zaro nalo nafuta machozi. Sikiliza, usihuzunike wala usihuzunike kwa changamoto unayopitia. Kitambo tutakutana. Kitambo tutakutana. Usibaki unahuzunika, maana hapa ni ugenini tu. Tunapita na wala sio kwetu. Haki iko nyumbani. Wala usihuzunike. Wenye furaha kamili nyumbani mwa Baba. Mchana wa leo ninawaalika wote tujiandae kuhudhuria nyumbani kwa Baba, maana hapo ndipo penye furaha. Hakuna mahali kwingine. Huwezi kupata furaha ugenini. Furaha unaipata nyumbani kwa Baba.
mchana wa leo ninawakaribisha sote tuweke mioyo yetu, tujiandae kushiriki pamoja na Yesu nyumbani kwake. Maana hata hivyo kitabu kile cha Yohana sura ile ya 14 mstari wa 1 anasema, msifadhaike mioyoni mwenu, nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Maana isingekuwa hivyo, yasingekuwepo ningewaambia, maana ninakwenda kuandalia mahali ili nilipo mimi nanyi mfanye nini? Muwepo. Maana yake Yesu anatualika tusifadhaike kwenye mioyo yetu, maana mahali pa kuelekea papo, sio hapa. Hatutabaki hapa ugenini, tutaelekea nyumbani. Inawezekana katikati yetu yupo mtu mwingine ambaye anatamani kubatizwa. Inawezekana ulishawahi kubatizwa ukaharibu ubatizo wako, na inawezekana hujawahi kabisa kubatizwa, na mchana wa leo unatamani kujitoa kwa ajili ya kubatizwa. Na sikiliza, Biblia inasema mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kurithi uzima wa milele. Hapo hakuna mjadala, hakuna cha kusema bwana mimi sasa, hakuna mjadala. Mtu asipozaliwa mara ya pili, maana yake mtu asipobatizwa hawezi kurithi uzima wa milele. Na wewe leo, kwa nini unangojea ubatizo? Inawezekana kuna mtu mwingine anatamani kubatizwa, kuzaliwa kwa maji mengi. Kama yupo mtu wa namna hiyo, punga mkono mahali ulipo. Kama yupo mtu anatamani kubatizwa, punga mkono mahali ulipo. Asante. Unaweza kupita mbele hapa wakati wazee wa kanisa wanakupokea. Tutaomba pia kwa ajili yako. Pita mbele hapa. Na yule mama ambaye alinyosha mkono, kama kuna mwingine alinyosha mkono anatamani kumpokea Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yake, maana hakuna mwingine, hakuna pengine pa kupeleka shida tulizo nazo, hakuna kwingine ugenini, hakuna haki iko nyumbani. Asante. Kama kuna mwingine tembea mbele uje. Kama kuna mwingine, wala usiogope wingi wa watu. Usiogope kwamba sasa mimi nitatembea mbele watu hawa. Acha kuogopa wingi wa watu, tembea mbele uje. Kama kuna mwingine, inawezekana katikati yetu tumehudhuria kanisani lakini afya zetu haziko salama. Inawezekana mwingine anaumwa changamoto fulani, uko hapa na unatamani tunapoenda kuomba tuombe pia kwa ajili yako. Tutaomba kwa ajili ya Mungu arekebishe afya yako. Kama yupo mtu wa namna hiyo anatamani kuombewa ili afya yake irejee, tembea mbele uje. Tembea mbele uje. Tembea mbele uje. Hakuna pengine pa kupeleka maumivu yetu, hakuna pengine pa kupeleka shida zetu. Tembea uje mbele. Tembea uje. Asante. Tembea uje, sogea mbele. Tembea mbele uje. Kama yupo mwingine anasema, kwa sababu nimejifunza vizuri somo la leo na nimegundua duniani hapa sio nyumbani kwetu, na mimi ninapita, inawezekana nikakosa haki katika dunia hii, inawezekana nikakosa furaha katika dunia hii. Ninatamani Yesu anitie nguvu, anitie moyo ninapopitia changamoto mbalimbali, niweze kusimama, maana yeye yuko katikati yangu. Inawezekana unatamani sana tuombe kwa ajili yako, Mungu asimamie imani yako. Kama yupo mwingine tembea mbele, hata kama ni hatua moja, piga hatua. Piga hatua. Piga hatua, tembea uje. Basi nitamwalika mzee wa kanisa ataomba, lakini pia mimi